Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo na jioni ya leo. Leo natamani tujifunze jambo moja. Leo natamani tujifunze tofauti kati ya mchango na sadaka. Ni mambo ambayo tumekuwa tuna practice sana katika makanisa na sehemu mbalimbali kuhusu sadaka na mchango, lakini neno ambalo linatuongoza katika somo la leo ni kutoka katika kitabu cha Mathayo 5 ule mstari wa 23 mpaka 24. Ngoja nianze kwa kufafanulia kwanza nini maana ya mchango. Hii ni tafsiri rahisi tu ambayo mpenzi mtazamaji unaweza ukafuatana na mimi katika tafsiri hii. Mchango ni matoleo yamekuwa formulated na kanisa au taasisi, na yanakuwa yamepimwa kwa kiwango fulani ili muumini atoe. Huu ndio mchango, au unaweza ukasema mchango ni matoleo yanayotolewa kwa njia ya changizo na yanakuwa na kiwango fulani kwa ajili ya muumini kutoa. Hii ndio maana ya mchango kwa tafsiri rahisi. Naomba unielewe kwa tafsiri rahisi, lakini pia tunaweza kuwa na tafsiri nyingine nyingi, lakini kwa leo tupate tafsiri hii ambayo itatuongoza kwa ujumbe ambao natamani upate siku ya leo. Na nataka nikufahamishe katika jina la Yesu ya kwamba tunaposema mchango, simaanishi kwamba kuna namna fulani aidha unatolewa kimakosa, aidha hauna msaada katika kanisa. La hasha, mchango una msaada katika kanisa, lakini kuna mazingira fulani ambayo nataka nielezee, hususani kwa mtu yule ambaye anatoa. Nataka nilenge kwenye baraka, mchango na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nielewe kwamba mchango una umuhimu katika kanisa, lakini kwa mtu anayetoa mchango hauna baraka za direct. Nielewe hapo, shika sana kitu ambacho nataka unielewe tunapozungumza mahali hapo. Mchango hauna baraka za direct. Mchango unageuzwa kuwa baraka kwa yule mtoaji endapo kuhani atawatamia ule mchango. Atawatamia namaanisha kwamba atasugua magoti kwa wale watu ambao wametoa ule mchango kwa ajili ya kuwaombea baraka kwa Mungu. Bwana sifiwe. Kwa sababu naongea hivi, kwa sababu ukienda katika sadaka inabeba moyo wa mtu, lakini mchango haujaandikwa sehemu kwamba unabeba moyo wa mtu. Haujaandikwa sehemu kwamba mchango ulipo na moyo wako ndipo utakapokuwepo. Ili imeandikwa sadaka, inaomaanisha pale sadaka yako itakapokuwepo ndipo na moyo wako utakapokuwepo. Kwa nataka nikuelezee kitu upate kuelewa mahali hapa ambapo nataka ni upate kunielewa vizuri. Bwana sifiwe. Kwa hiyo mchungaji asipokuwa na ule mzigo wa kuwatamia ule mchango, manake hautageuzwa kwako baraka. Ndio maana katika kanisa unaweza kukuta watu wanatoa michango lakini hamna baraka, na mwisho wanaanza kulalamika kwamba kanisa lina michango, kanisa lina michango. Hawasemi kanisa lina sadaka, wanasema michango imezidi. Ni kwa sababu gani? Ile michango haigeuzi kuwa baraka kwao. Lakini ingekuwa inageuzwa, inageuzwa kuwa baraka, watu wale wangesema kuna faida katika kutoa mchango. Kwa hiyo mchango ili ugeuzwe baraka inategemeana na kuhani. Na ukiona kanisa limejawa na lawama, limeshuka, mizigo ile imewalemea waumini, wamegeuza lawama kwa michango ile wanaotoa, na wakati mwingine wanaweza wakaingilia michango ikizidi, wakaingilia hata sadaka wakaziita mchango. Nataka nikwambie kitu kimoja.
nisiende mbali sana, lakini ngoja tuende kwanza, utanielewa vizuri. Ngoja tuende kwanza, tuone sadaka. Kwa nini sadaka? Na nataka nikwambie katika mistari huu ambao tumepewa hii Mathayo 5:23 mpaka 24, anasema unapokuwa na neno na mtu, eza kuna maelewano mazuri, umeingia kanisani, anasema acha sadaka yako, acha sadaka yako madhabahuni, nenda kapatane, afu uje utoe. Hawezi kusema acha mchango wako madhabahuni, anasema acha sadaka yako. Kwa nini? Kwa sababu sadaka inabeba moyo wa mtu, na moyo wa mtu ndio una mahitaji, na mahitaji yale Mungu anaangalia kupitia moyo wa mtu. Ndio maana anasema acha sadaka yako madhabahuni, ukapatane na ndugu yako, ukisharudi uje uitoe sadaka yako. Kwa sababu gani? Tunasema sadaka is like a vessel. Ile vessel ndio inayobeba moyo wa mtu. Bwana sifiwe. Nataka unielewe sana katika somo hili, mtumishi wa Mungu, ili unapotoa sadaka au unapotoa mchango upate kujua kwamba sadaka ni nini na mchango ni nini. Bwana sifiwe. Na unapotoa mchango uwe unaelewa kwamba unatoa mchango kwa sababu gani, na mchango una faida gani, na kuhani ajue nafasi yake ya kusimama anaposisitiza habari za michango kwa ajili ya maendeleo ya kanisa. Kuhani ajue namna ya kuyatamia ile michango, namna ya kuibeba ile michango ili igeuzwe kuwa baraka kwa waumini wake na waumini wapate kufaidika. Haleluya. Naomba nielewe hilo, mtumishi wa Mungu. Sina nia mbaya kuhusu mchango katika kanisa, michango iendelee, lakini nachotaka ujue ni baraka gani unapata, na sadaka unauelewa gani kuhusu sadaka. Mungu akubariki sana kama unanielewa. Mungu akubariki sana, na naamini tutakuwa na episode nyingine itakayoendelea, na Mungu ataendelea kukubariki kuhusu masomo haya ambayo nitaendelea kutoa. Mungu akubariki sana, mtu wa Mungu. Barikiwe. Shalom.